kila mmoja umekuwa kama mentor kwangu, yani kwamba wewe umekuwa mwalimu mzuri. Nashukuru sana. Kitu ambacho napenda ni waashiri wa ndugu zangu ni kwamba Mungu wetu anajibu maombi. Amina. Wewe unaweza ukaona umeomba, sio yani ungeomba kwamba unakuja mimi nimeomba kwa imani yani nitajibiwa au sijajibiwa. Hapana, Mungu wetu anajibu maombi. Nakumbuka kipindi nimemaliza form 4. Sio kwa yani pia sawa, sikuwa nasali sana. Yaani ndio, nasali kwa sababu familia yetu ilikuwa inaingizwa sana kusali. Lakini mimi nilikuwa hata tukienda maombi, nikisikia ile wanamalizia ibada na misa nashiriki hapo. Kwa sababu gani kusali ilikuwa sio moja kati ya vitu ambavyo nasali sana. Ni neema tu ya Mungu. Lakini siku moja sister yangu akaniambia, "Nye, umeombea shule ambayo unatamani kwenda?" Nikasema ndio nimeshaombea, lakini sijaombea. Nikasema tu nimeombea. Baadaye akaja kuniambia, Mungu wetu ana tabia kusikia. Ukiwa unaendelea hapa nyumbani unasoma, nini? Sema tu wewe unatamani kwenda shule gani? Mwalimu wangu nikasema Mungu, natamani niende shule ambayo watu wanasali sana. Na mimi nisali sana. Maana naona hapa nyumbani wanasali sana. Namshukuru Mungu ameleta kazini. Nikamwambia kabisa Mungu, mimi nitakapoenda kwa sababu kwa taarifa nilizokuwa nasikia kwamba shule za government yani kule kuna watu wanafuta rangi, watu wanaokaa kule wanaruka ukuta. Nisema kweli watu wanaruka ukuta. Hata wasomi sana, walimu hawachapi. Mwalimu wangu sio kitu ambacho nilikuwa natamani kwa sababu nilikuwa najua naweza nikaenda na huo upepo na mimi nikafuta bangi au nikafanya kitu sio kizuri hakipendezi. Namshukuru Mungu nilipofika mahali hapa nikasikia kwanza uongozi umebadilishwa. Kwamba ameletwa administrators mwingine. Watu wengi wakawa wanasema Kazima haikuwa hivi, yani huyu anatubana sana. Lakini mimi kwangu kilikuwa kitu cha kawaida kwa sababu tangia nilipotokea ilikuwa kawaida yani kwamba ukimbizwe na fimbo uende darasani. Lakini muda fulani uwe darasani. Lakini nashangaa muda mwingine nikifika darasani wenzangu hawajafika. Wewe unawahi sana, wewe unatuamsha. Namshukuru Mungu kwamba ametengeneza ni kile ambacho nilikuwa namuomba. Kaambia Mungu nitengenezee watu wazuri. Kipindi tumefika form 5 nakumbuka mwalimu Zakaria alikuwa anaaga form 4. Siku hiyo alilia akasema Bwana nimetoa. Alafu akasema Mungu nisaidie na mimi nikiondoka. Mwalimu wangu kwa kweli nilijisikia baya. Sema sasa kama huyu anaondoka, maisha yani kuna vitu vinapungua. Kila mtu ana nafasi yake kwenye maisha yake. Lakini kuna kitu moyoni tu nikasikia kwamba huyu hawezi kuondoka mpaka wewe umalize safari. Siku akaaga hapa akasema mimi jamani nimepewa nini ya teolojia naondoka. Kwa pembeni yangu akaniambia sasa anaweza kaondoka kweli. Lakini mimi nikamjibu nikamwambia hataondoka mpaka sisi tuondoke. Na mpaka Mungu apende. Kwa na wewe pia unaweza kusema aondoke muda gani? Kuna watu walikuwa kwenye sehemu yao wamekosa mvua kwa muda mrefu wamekame. Sasa wakakusanyana na waende mlimani kuomba Mungu awasaidie kwenye sehemu yao kuwe na mvua. Bwana asifiwe. Basi kipindi wamekusanyana na mtoto mmoja tu akamwambia mama tumesahau mwamvuli. Akabeba mwamvuli yule mtoto. Watu wanamshangaa, wewe unabeba mwamvuli na nini huko hamna mvua? Akamwambia kwani tunaenda kuomba Mungu atufanyie nini? Sasa hapo unajifunza nini? Sisi tuna tabia kuomba lakini tunaomba yani kwamba atafanya asifanye ana shida. Mungu naomba unisaidie kwenye masomo yangu. Umepata B unaridhika nayo. Kumbe Mungu alikuwa anatamani uombe upate A. Lakini umeacha mwamvuli kwa sababu unajua hata nikipata B hamna shida. Hapana. Bwana ana tabia kujibu kile unaloliomba. Wale watu walipoenda mlimani mvua kubwa ilinyesha ambapo kuloana ni mtoto tu alibeba mwamvuli. Amen. Tunapenda sana.